Katika juhudi za kukuza uchumi wa vijana na kuongeza uzalishaji katika sekta ya uvuvi, serikali kupitia Wizara ya Mifugo na Uvuvi imekabidhi hundi ya shilingi bilioni 7 kwa ajili ya kuwawezesha vijana waliopata mafunzo kupitia programu ya Jenga Kesho Iliyo Bora, yani BBT Uvuvi. Hatua hiyo inaonekana kama sehemu ya mkakati mpana wa serikali wa kuwashirikisha vijana katika shughuli za uzalishaji, hasa katika sekta ya uchumi wa buluu ambayo inaendelea kupewa kipaumbele katika maendeleo ya uchumi wa taifa. Akizungumza katika hafla ya kukabidhi hundi hiyo, Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Maendeleo ya Vijana, Mheshimiwa Joel Nanauka, alisema fedha hizo zimetolewa kwa mfumo wa mikopo yenye masharti nafuu ili kuwawezesha vijana kuanzisha na kuendeleza miradi ya ukuzaji wa viumbe maji. Mikopo haina dhamana yoyote ambayo kijana anahitaji kuitoa anapohitaji kupata mkopo. Hapo zamani walikuwa wanasema vijana wakihitaji mikopo wanahitaji wawe na nyumba, wanahitaji wawe na magari, wanahitaji wawe na hati zinazohusiana na umiliki walivyonavyo. Mheshimiwa Rais alisema hawa vijana ni Watanzania maskini wanaotoka katika familia zisizojiweza. Leo tunazungumza fedha hizi zinazotolewa katika Wizara hii ya Mifugo na Uvuvi, katika hizo bilioni 7, almost riba ni sifuri. Hamna riba yoyote. Sasa unataka kusema sauti ya vijana haijasikilizwa? Huu mradi unaotolewa leo hapa mpaka miezi 8, sio? Ili watu waanze kurejesha. Kwa hiyo ningependa kuchukua nafasi hii kutoa wito kwa vijana wa Tanzania. Tusisikilize tu stories za vijiweni na mambo ambayo sio sahihi. Dhamana sio sharti katika mikopo ambayo inatolewa. Kwa upande wake, Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Ng'wasi Kamani, alisema uwezeshaji wa vijana kupitia programu hiyo ni sehemu ya mkakati wa wizara wa kuongeza uzalishaji wa samaki nchini na kuimarisha mchango wa sekta ya uvuvi katika pato la taifa. Leo tunashuhudia hatua hii muhimu katika utekelezaji wa programu ya BBT Uvuvi kupitia sekta ya hii, ambapo tunafahamishwa kuwa jumla ya vijana 308 kati ya vijana 486 waliohitimu mafunzo kwa vitendo watawezeshwa mitaji kwa njia ya mikopo yenye masharti nafuu. Vijana hao watatekeleza miradi ya ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba pamoja na ufugaji wa jongo bahari, kilimo cha mwani na unenepeshaji wa kaa. Mheshimiwa Waziri, hii ni awamu ya kwanza ya utoaji wa fedha hizi. Uwezeshaji wa vijana hawa ni sehemu ya mkakati wa wizara wa kuongeza uzalishaji pamoja na kuongeza mchango wa sekta ya uvuvi katika pato la taifa sambamba na utoaji wa ajira nchini. Katika hafla hiyo, mkuu wa wilaya Nyamagana aliyemwakilisha mkuu wa mkoa wa Mwanza aliwakumbusha vijana wanufaika kuwa fedha walizozipokea ni mikopo, hivyo wanapaswa kuzitumia kwa uaminifu na kuhakikisha wanazirejesha kwa wakati ili ziweze kuwafikia vijana wengine wenye mahitaji ya mitaji ya kuanzisha shughuli za kiuchumi. Nataka niwaambieni ukweli, mnayo changamoto baada ya kupewa fedha. Mnapewa fedha, mnapewa kila kitu, mnashindwa kulisha. Baada ya muda mfupi mnaanza malalamiko, vifaranga vilikuwa vimedumaa. Baada ya muda mfupi mnaanza kusema chakula kilikuwa hakina ubora. Baadhi ya vijana wasio waaminifu, mkipewa pesa, kanunueni chakula, nyewe mnachukua. Baadhi ya vijana wasio waaminifu, nendeni mkalishe, kile chakula mnachukua kule mnakochukua, afu mnakiuza. Fedha zinazopelekwa kwenye ufugaji wa samaki kwa njia ya vizimba hazipotei. Lakini tunazowapa shuka tukaleteni matenti, shuka nunueni vitu gani, wanapotea. Na hapa ninapozungumza tunadai zaidi ya fedha za Kitanzania bilioni 3 na vijana wamezima simu. Aidha, baadhi ya vijana walioshiriki katika programu hiyo wameeleza kuwa mafunzo walioyapata yamewapa ujuzi na ujasiri wa kuingia katika shughuli za uzalishaji wa viumbe maji, hatua ambayo wanatarajia itawasaidia kujiajiri na kuboresha maisha yao. Serikali imetoa bilioni 7, sio hela ndogo. Imetuamini sisi vijana, na sisi ndio vijana ambao ni wa kwanza kupata katika ile bilioni 200 ambayo rais ameitangaza, na sisi tumekuwa wanufaika katika hilo. Tunamshukuru Mungu na pia tunamshukuru rais wetu. Tulijifunza mafunzo mbalimbali kwa njia ya vitendo kwa wadau mbalimbali wa ufugaji wa samaki. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, maana tulijifunza vitu vingi ambavyo vilitujenga, kutuendeleza na kutukuza juu ya ufugaji wa samaki. Napenda kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kutuwezesha mikopo kwa ajili ya kuendesha miradi ya ufugaji wa samaki kwenye vizimba. Wataalamu wa sekta ya uvuvi nao wamebainisha kuwa kuna mikakati ya kusimamia na kuendeleza miradi hiyo ili kuhakikisha inaleta tija kwa kushiriki na kuchangia maendeleo ya sekta ya uvuvi nchini. Wamesema usimamizi mzuri wa miradi hiyo unaweza kusaidia kuongeza uzalishaji wa samaki, kuboresha kipato cha vijana na hata kufungua fursa za masoko ya kimataifa.
Kwa hiyo FETA itasimamia kwa karibu utekelezaji wa shughuli zote za kila siku za mradi kwa hao vijana, ikiwa ni pamoja na kuandaa na kusambaza pembejeo muhimu kama vile vifaranga vya samaki, vifaranga vya jongo bahari na zile mbegu za mwani, bila kusahau vifaranga vya kaa. Kwa hiyo FETA itaendelea vile vile kufanya ufuatiliaji na tathmini ya miradi yote pamoja na kusimamia nidhamu, uwajibikaji na usimamizi mzuri wa vikundi vya vijana ili waweze kufanikiwa. Hivyo FETA itaendelea kushirikiana na wizara yetu ambayo ndio msimamizi wa sera, itaendelea kushirikiana na wizara yako, itaendelea kushirikiana na watu wa serikali za mitaa ambapo hii miradi ndio inafanyika, na vile vile tutaendelea kushirikiana na taasisi zetu za utafiti kama vile taasisi ya utafiti wa TAFIRI, kwa sababu tunapofanya huu ufugaji lazima TAFIRI wapite wafanye utafiti kujua hawa samaki wetu wanakuwa vizuri na vile vile mazingira yanaendeleaje, ili tusije kuweza kuharibu mazingira, kwamba tufanye ufugaji lakini mazingira yaendelee kuwa bora. Kwa hiyo tutashirikiana kwa karibu kabisa na TAFIRI. Mradi huu sisi kama Benki ya Maendeleo ya Kilimo, kazi yetu kubwa itakuwa kusimamia utoaji wa mitaji. Kazi kubwa ambayo benki itasimamia ni kuhakikisha tunatoa mitaji isiyokuwa na riba, na tunawaomba tu wanufaika ya kwamba wawe waaminifu, watekeleze mradi huu na warejeshe fedha ili ziweze kuwanufaisha vijana wengine kama ilivyo azima ya nchi yetu. Kwa ujumla, utekelezaji wa programu ya BBT Uvuvi unaonekana kuwa hatua muhimu katika juhudi za serikali za kuwainua vijana kiuchumi, kukuza uzalishaji wa samaki na kuimarisha sekta ya uchumi wa buluu ambayo ina mchango mkubwa katika maendeleo ya taifa.